Na ukiwa na neno wao kutampiga mtoto, lakini sasa mtoto hata usiki hapa. Saa 11:30 naenda kupokea mizigo. Alikuwa anaimba hapa mtumishi mpaka nikakumbuka, nikawa nacheka. Wakati nilipo kwenye gari naenda kupokea mizigo, nikasikia ni tabibu wa karibu, tabibu wa ajabu. Nikapata tumaini. Sasa sitaki kuendelea huko kwa sasa, sija kutoa ushuhuda mwisho. Lakini nataka nikatishe ya hapo katikati niseme sijui ilikuwaje. Nataka nikwambie mpaka kufika saa 4 usiku nilikuwa nimepata nyumba. Nimepata nyumba. Nimebeba mizigo kutokea pale Mbezi Luis, hapo kuna hapa kwa juu kuna stendi ya malori. Nimefika mahali ninapoishi kwa shilingi 70 iliyokuwa imebaki mfukoni. Au niambie kidogo ilikuwaje? Unaona kama nimewakatisha kitu. Nataka kidogo. Na nataka kidogo, nyoshe mkono. Nataka kidogo. Nilijua mnataka kwa sababu mambo ndio mnayapenda. Basi nimefika hapa, najua ilikuwaje. Mungu wakati fulani tazuia ukose hela kwa sababu najua ameandaa mpango mwingine. Unaweza kukosa hela ya kununulia unga. Kumbe Mungu amekupa unga. Sasa kukupa unga useme Mungu hajanipa, amekupa. Yule kijana aliyekuwa amebeba mizigo kule Mwanza, tulisoma naye shule. Alikuwa amekaa hapa, mimi nikaa hapa. Hana akili hata moja, hata moja. Unamwangalia. Watu wenyewe hawana akili hata moja darasani sasa hivi ukiwaangalia. Yaani ulikuwa hutaki hata kuongea nao sasa hivi, sasa unaona hata aibu kwamba nitamwanzia wapi. Ulikuwa unaficha we. Sasa hivi nimefika pale Mbezi. Nakuta ameambia watu shusha mizigo, wanadai 100,000. Mimi nilikuwa nadaiwa 500,000. Na maana zimekuwa 600,000, si ndio? Nafika wale nani wanaoshusha mizigo pale, leta hela, wameshashusha, wamesubiri 100,000. Sasa aliyewaambia amshushe mizigo yangu ni nani? Aliyewaambia ashushe atawalipa. Mimi sina hela ya kulipa hivi. Kwa hiyo ungefanya ningeshusha mimi. Nashangaa mtu ananiita Zaka, kumbe ameshaniona. Ndo namuona. Alikuwa mweusi sana. Sasa kwa sababu alikuwa mweusi tulikuwa tunamuita Kiwi. Yaani kwamba kama alianguka na gari ya Kiwi simzanijua dawa za viatu zile. Paka nataka kuogopa kumuita Kiwi kwamba kwa sababu na daiwa 500,000 nikimuita Kiwi kwa anani wao na nini, walishatajirika na skani hizi magari haya makubwa 5. Na alikuwa amenunua gari mpya, ndio inakuja huku Dar kwa mara ya kwanza. Anasema mimi nikinunua gari mpya naendesha mimi kwa sababu naogopa wanaweza kaidondosha. Hii mizigo yako yule nani aliyetupa mizigo ni mke wangu. Bwana. Nisamee. Yaani nimemtukana yule mama matusi ya nguoni. Siwezi kumpigia hata simu tena. Naomba niombee msamaha. Kama ndiye wewe konda. Bwana, hizi hela ni za moto. Huyu jamaa ni rafiki yangu. Nyinyi mlioshusha mizigo hapa, huyu hatoe hata 100. Mimi nawapa tu 20 hapa, nawapa tenda kibao. Yaani pale sasa nimepata na nguvu. Unataka kutoa mpaka washusha mizigo? Angeacha tu, amna wewe usitoe chochote. Mizigo nikawa nimeipata sasa. Hapo sasa nikaacha kusemeka, nikaanza kumbe ningejua ningekula tu hata chakula. Unajua unavozidi kwenda mbali na Mungu ndio unapata uzoefu. Kuna matatizo uliyopataga mwanzo akafanya mpaka ukapata na vidonda vya tumbo, ulikuwa ulali usingizi, leo ukipata ujali. Yaani mimi kwa mfano zamani nilikuwaga nikiugua kidogo naanza kufa. Hapa nikifa itakuwaje? Leo hata niugue nizidiwe siogopi kufa. Yaani kama ndo wakati nafika sana niko tayari. Unajua kifo kianza ukiambia niko tayari kinaogopa, kitachelewa sana. Ile kianza nitakufa, unakufa kweli. Usijali habari za namna hiyo. Matatizo kianza kuyafikiria sana yanakuwa makubwa. Yaani kianza kufikiria matatizo sana yanakuwa makubwa. Ukianza kumuona mtu ukamkumbuka tu madhaifu yake sana, unaanza kumchukia. Usifikiria mtu madhaifu sana, fikiria mahali penye ubora wake, utaanza kumpenda. Sasa niishie hapo. Sitaki kwenda nyumba nilipataje, na kwenye kuna ushuhuda mkubwa.
Sasa kwa sasa siku nyingine si nitasimama hapa kuhubiri sije nikamaliza yote leo. Lakini kama nataka kuyasikia siku nyingine pia hudhuria ibada zote. Kwa sababu haijulikani nitakuwa lini hapa. Pengine mwezi ujao. Lakini nikisimama wakati mwingine lazima nitamalizia nyumba nilipataje. Niendee na mizigo nyumbani. Kwa sababu huwezi kutoa mizigo pale ukaifikisha Gongo la Mboto kwa 70,000. Sasa ilifikaje? Usiku nilipataje nyumba, niliingiaje na sina hela nyingine? Sasa ukifikiria hayo mambo, nikimkuta mtu mwenyewe hana mahali pa kuishi, mimi namwambia huna mahali pa kuishi, si kwa sababu Mungu ametaka, ni kwa sababu Mungu anataka kupitia mazoezi fulani. Ili tuje kupata mahali pa kukaa, usianze kuwafanyia watu viburi. Ukiona watu hawana pa kukaa, useme bwana na mimi nilipita huko. Nasikia watumishi wa Mungu walikuja juzi. Walikuwa wanaelezea namna wanavyosomesha watu. Wanasomesha watu zaidi ya 10 na ngapi. Unafikiri kwa nini wanasomesha? Kwa sababu walisomeshwa. Yaani kumbuka kwamba mimi nisingesomeshwa, ingekuwaje? Lakini mtu mwenyewe hajawahi kusomeshwa. Kumwambia kusomesha mtu ni kama anapoteza hela. Sawa na wazazi wao. Lakini kama naona unasomesha nasema mimi ndio nilikuwa na wazazi lakini hawakuweza kunisomesha, kanisomesha mtu mwingine. Kwa hiyo mimi nafanya kwa ajili ya mwingine na mwingine anafanya kwa ajili yangu. Na tumwangalie mtu wa mwisho kwenye wale watatu tuliowasema kama mifano yetu. Na unakuwa unawatazama, unawaangalia. Je, kama Rahabu alichaguliwa, mimi siwezi kuchaguliwa? Kama Daudi aliyekuwa mchunga ng'ombe alichaguliwa, mimi hata ng'ombe sijawahi kuchunga, nina sifa gani zenyewe ni mbaya kuliko za Daudi? Tumwangalie mwanamke mwingine kutoka kwenye kitabu cha Ruth 1:16. Kama kuna mtu amepata nisomee. Kitabu cha Ruth 16. Soma. Maana wewe uendako utakwenda, na wewe ukaapo utakaa. Watu wako watakuwa watu wangu, na Mungu wako atakuwa Mungu wangu. Mungu wangu. Asante. Mmemsikia huyu mwanamke? Kama huko nyuma walikuwa naishi na mama mkwe na watoto wa mama mkwe. Watoto wa mama mkwe wakafa wote na baba mkwe wakafa. Sasa yule mama mkwe alikuwa wameenda kuishi nchi yenyewe sio ya kwao. Akasema nilikuwa na watoto wamekufa. Mume wangu amekufa. Siwezi tena kuendelea kuishi kwenye nchi. Kwa sasa sitapata msaada, ni ugenini. Nataka nirudi nyumbani. Na wasihi na nyinyi mabinti mbaki huku. Mabinti wakakataa. Akasema mnaning'ang'aniaje mimi? Mnavyoniangalia umri wangu umekwenda na sina mume. Kiasi ambacho kama ningekuwa na mume ningesema labda mngesubiri nizae watoto wengine ili waje waoe. Lakini siwezi kuzaa tena. Kwa ni afadhali tu mbaki hapa kwa sababu nyinyi ni mabinti wadogo. Binti mmoja akaelewa, anaitwa Opa. Akaenda kumbusu mama, akasema mama nashukuru. Lakini huyu binti Ruth akasema nakwambia usinisii nikuache. Utakakoenda nami nitaenda. Utakapokaa nami nitakaa. Mahali utakufa nami nitakufa. Utakapozikwa nami nitazikwa. Kifo tu kinitenge na wewe. Yaani watu walio na kusudi, haijalishi wanapita kwenye maisha gani, wanakatumaini huwezi hata kuamini. Wanatumaini huwezi kuamini mpaka unawewe kumwambia wewe haya maisha unapotea, na kwambia hamna, mimi namjua Mungu wangu. Aliyeanzisha hii safari hata nikubali niishie njiani, atakamilisha safari yangu hata mwisho wa dahari. Yule mama akaamua kwenda na yule mwanamke. Matokeo yake kaenda kuolewa na tajiri mkubwa katika ile nchi. Na ukitaja ukoo wa Yesu, yule namtaja. Kwa sababu tajiri Boaz aliyemuoa yule binti kwenye kizazi cha Yesu yumo. Mungu anawezaje kwenda kuokota watu walioko majalalani akawafanya watu wakubwa na akuache wewe ikiwa wewe hujamwacha? Mungu hataacha mtu ikiwa mtu huyu hatamwacha.
anasema nawapenda wale wanipendao, na wale wanitafutao kwa bidii wataniona. Utajiri na heshima na nguvu ni mali yangu, nami humpa yeyote atakaye. Kwa nini usivitake hivyo vitu? Na neno lingine nasema mtakeni Bwana na nguvu zake. Mtakeni Bwana na nguvu zake. Mtakeni Bwana na nguvu zake. Nasema mara tatu, mtakeni Bwana na nguvu zake. Kwa sababu ukiwa na Bwana una kila kitu. Chochote unachotaka kufanya, ikiwa Bwana anataka ufanye, utafanya kwa jina la Yesu. Na akasema unayaweza mambo yote kupitia Kristo akutiaye nguvu. Unaweza, ninaweza, kwa pamoja tunaweza. Tunaweza kuwa kanisa kubwa, tunaweza kufanya kazi ya Mungu, tukamletea Mungu utukufu. Sisi ni watu tuliochaguliwa, tutahubiri injili kutokea hapa mpaka kwenye miisho ya nchi. Tutawachoma Watanzania kwa mioyo kwa moto wa Mungu, na watu wataacha shughuli za uganga, wataacha shughuli za kichawi, watamfuata Mungu wetu, na Mungu atapata utukufu ambao hajawahi kuonekana. Lakini kutokea kwetu, kwa watu wachache waliohudhuria leo, watakaohudhuria Jumapili, watakaohudhuria Jumanne, watakaohudhuria Jumatano, lazima maisha yako yawe endelevu na Mungu. Kwa sababu kama unataka msuri zaidi, lazima uendelee kufanya mazoezi zaidi. Nitaka niseme tusimame. Labda kuna mtu anataka sema chochote baba? Kuna chochote? Tunaweza tukasimama tuombe kidogo. Na kama kuna mtu anaweza katuimbisha wimbo kidogo, anaweza katuimbisha. Njoo. Tuimbe kisha taomba kidogo. Wewe ni Bwana Mungu wa wote wenye mwili. Je, kuna neno gumu lolote usiloliweza? Tazama, wewe ni Mungu, Mungu wa wote wenye mwili. Je, kuna neno gumu lolote usiloliweza? Tazama, wewe ni Mungu, Mungu wa wote wenye mwili. Je, kuna neno gumu lolote usiloliweza? Kuna neno usiloliweza. Je, kuna neno gumu lolote usiloliweza? Baba, katika jina la Yesu Kristo aliye hai, asante Mungu kwa ajili ya somo zuri na iliyogusa mioyo ya watu. Asante kwa ujumbe uliotupa wa kubadilisha maisha yetu. Mungu, mahali hapa kuna watu waliokata tamaa, kuna watu waliovunjika moyo, hawaioni kesho yao, hawaoni kesho watafikaje, hawajui mwaka ujao watafanyaje.
lakini Mungu wewe wajua. Hakuna jambo lolote la kukushinda Bwana. Hakuna jambo lolote la kukushinda Bwana. Hakuna jambo gumu la kukushinda Bwana. Nenda mbele